Wenye kusoma kwa hema msonge, msinyende tu. Utatoshea. Kuna mwenye anaweza kusaidia hapa familia. Mtu asikusumbue sana. Haya, asante sana. Familia ya marehemu mama mwenda zake, Mama Jerusha, kiongozwa na Mwalimu Joshua na familia yako. Kanisa ambaye mnaandaa mazishi haya, viongozi wenzangu ambao tumekuja nao, waombolezaji wenzangu, pia mimi ningependa tu kuchukua nafasi hii kuleta rambirambi zangu kwa familia ya rafiki yangu Mwalimu Joshua wa kumpoteza mama, na pia kwa mheshimiwa Lydia wa kumpoteza auntie. Najua haya mambo ya kifo yako ikifika, hata kama ni uchungu, lazima tukubali, maana yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Na kwa vile mama ameaga dunia akikuwa Mkristo, sisi tunaomba tu kwamba ndio Wakristo muendelee kukaa na hii familia. Mzee asikuwe na upweke sana, maana wakati mama anatoka kwa boma unakuwa na hizo challenges. Mwalimu, be strong. Najua unaweza kukaa na mke wako, mambo yamefanyika, ubali, maana hiyo ndio safari ambayo kila sisi wote tuko kwa hiyo safari. Na tunaomba tu kwamba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema kule mbinguni. Mimi ningependa tu kusema kwamba wakazi wa Mstatunga tuendelee kukaa pamoja na tuendelee kupendana. Hata wakati tuko na janga kama hili, tukuja pamoja vile tumekuja hivi. Yule ambaye amefiwa pia anaona kwamba hapa na watu ambao wanamjali. Na tuendelee kupendana. Nimesema kwamba hii kaunti ni kaunti ya jamii zote. Tuendelee kupendana, tusigawanyike. Wala ambao labda wanataka kuleta siasa ya kugawanyisha watu, hii Trans Nzoia haina hiyo nafasi. Na mimi niliambia watu wetu wote, kama uko Trans Nzoia hii, uko unaishi hapa, unafanya kazi hapa, unafanya biashara hapa, wewe ni mkazi wa Trans Nzoia. Na hapa ndio nyumbani. Hakuna mtu kukaa na wasiwasi ni kama ako safari. Ile mambo ya kitambo yote sisi tulitoka huko. Hatutawahi kurudi huko. Hakuna wakati mtasikia kwamba watu wa Trans Nzoia wanazozana tena, watu kuhama na kufanya mambo mengine ile uchafu. Hiyo mambo ilikwisha. Sisi tunataka kujenga nchi, kaunti ambayo kila mkazi wa Trans Nzoia ataendelea kujivunia. Na ndiposa sisi katika mpango yetu kama serikali tunapanga maendeleo sawa sawa bila mapendeleo yoyote. Hawa MCA ambao wako hapa wanajua kuna fedha ambayo tunawapatia kila mwaka. Tangu tuingie kwa serikali ya kwanza tukawapatia milioni 30, mwaka jana tukapatiwa milioni 25, mwaka hii tunapeana milioni 29. Na mimi nataka wakati nyinyi wote mnakaa chini na MCA wenu mnakubaliana mnataka maendeleo gani. Kama ni barabara, kama ni kujenga ECD, kama ni mambo ya maji, kama ni mambo ya basari kidogo, mnakaa chini na mnakubaliana, mnafanya public participation ili maendeleo ifikie mwananchi. Yenye wananchi mko na jukumu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba mnaangalia fedha zenu zitatumika namna gani. Hata ile kidogo ambayo inatoka kule kwa county ikifika hapa mashinani pia lazima muangalie inatumika namna gani. Ikiwemo hata mambo ya basari. Sisi hatutaki watoto wetu ambao wamepita mtihani kwenda secondary wakose kulipa ama kukosa kusoma kwa sababu ya matatizo ya karo. Ile jambo ambalo pipi sisi tumepiga msasa tukaangalia vizuri ambao linaleta challenge kwa sasa. Hii mambo ya elimu inasema inaitwa CBC, haswa ile inaitwa junior secondary. Watu wetu kwa sasa hakuna masomo yanaendelea kwa hizo vitu.
Sisi tunaambia serikali angalie mambo ya junior secondary. Kuna mtu ambaye anataka kukandamiza maskini ambaye kwa maskini kabisa. Maana nyinyi mnajua elimu ndio inaondoa watu katika umaskini. Lakini watoto wetu wanaenda kwa shule, unapata subject 14, mwalimu ni mmoja. Hiyo ni masomo gani watu wangu? Serikali ya Rais Ruto lazima isikie hii maneno. Maneno hapa chini sio mazuri. Wabadilishe huu mfumo. Kama wameshindwa kabisa, warudi kwa 844. Ifanywe marekebisho kidogo, sisi tuendelee mbele. Ama namna gani? Hatuwezi kuwa na system ya elimu ambayo ni peke yake katika dunia hii. Watoto wataenda wapi? Kila mahali mnaenda watu wanasema CBC ni nini? CBC ni nini? Hapana. Hiyo ndio mimi ningependa tu kusema. Na niseme tena kwamba wakati shule zinafunguliwa, sisi kama Trans Nzoia, wale watoto wetu ambao wanasomea kwa day school, hatutaki wafukuzwe kwenda kwa barabara kwa sababu ya fedha ya lunch. Hiyo maana sisi tumekataa kabisa. Na mimi nataka walimu wakuu wasikie, nataka nipange mkutano na watu ongee. Kuna wale tumepatia fedha mingi sana ya basari ya kulipia watoto pesa ya lunch. Kuna wengine ambao hawakupata hiyo pesa ya lunch. Lazima tukae chini na tukubaliane. Wengine wanakubali shilingi 6,000 kwa mwaka, wengine shilingi 14,000. Ugali tu sio ugali, ni maharagwe. Maharagwe na mahindi. Shilingi 12,000 kweli mtoto mmoja sio ni pesa mingi sana? Hiyo fedha wakipunguza wote walete shilingi 5,000, watu yangu mimi nahakikishia tutalipia watoto wetu wote, hakuna ile ambaye atakosa pesa ya lunch. Na hiyo ndio mjadala ambao mimi nataka tukue nao kama wakazi wa Trans Nzoia na tukubaliane. Maana kama mama ukiamua upikie mtoto wako mandazi aende naye shule, ama mchomee mahindi, ama ile ugali ya chana mtoto awekwe kwa makaa kidogo abebe, tabu iko wapi? Lakini kulazimisha hadi kila shule lazima ipikie mtoto githeri, na wanapika mahindi hata kuna maharagwe ndani. Hii biashara hii lazima tukatae. Ama namna gani? Ili watoto wetu wasome wakuwe maprofesa, hata natembea kwetu kwenda gavana kutoka hapa. Ama namna gani? Hii mambo ya kufukuza watoto kwa sababu ya ugali ya lunch imefanya wale watoto ambao wanatakana kuwa madaktari, kuwa marais wa taifa hili, wamefukuzwa shule, hawafanyi mtihani, masomo inakwisha. Hata kuwa rais kwa sababu hakumaliza form 4. Ni mnafikiri ni ungwana kweli? Hiyo sio ungwana. Jambo la mwisho, ningependa kusema tu siasa kidogo. Jambo la mwisho. Kwa sasa siasa ya Kenya ni kama imechanganyikiwa kidogo. Mambo sio mazuri sana. Sisi kama watu wa upinzani, watu wa Azimio, ndio tumechanganyikiwa hata zaidi. Sasa hatujui kama ODM iko ndani ya serikali ama iko ndani ya ama nje ya serikali. Wanasema wako upinzani pia wako ndani ya serikali. Hatutaki wale watu wetu ambao wamekuwa kwa ODM wakaenda kwa serikali waweke akili yao yote ndani ya serikali, wasaidie rais. Ama namna gani? Waseme kwamba wameenda tu kupeleka ujuzi, alafu baadaye watoroke wasema tumeshindwa na kazi. Wajue kwamba kama hapa inaharibika kwa serikali saa hizi, tunalaumu UDA na tunalaumu ODM pamoja. Wasingoje wanakulia kule ndani wakitafuta, alafu baadaye mambo kama sio mazuri wanatoka wasema tusifanye kazi. Sisi hatutaki maneno. Tunataka uaminifu katika siasa. Kama uko ndani ya upinzani, kaa upinzani. Kama uko ndani ya serikali, kaa ndani ya serikali. Sisi tuendelea kuwa sauti ya mwananchi huku nje. Msimamo wetu ni kamili. Kenya is a democratic country. Hakuna mahali nasemekana kwamba kuwa kwa upinzani ni makosa. Kuwa kwa upinzani sio makosa. Watu wote wakiingia kwa serikali, nani ataongea kwa niaba ya mwananchi wa kawaida? Si mwananchi ataisha kabisa. Sasa sisi wengine waje tukae huku nje tukiangalia kama mambo yanakuwa mabaya, tunasema tawe, si ndio? Ama namna gani? Watu wakipotea tunasema nini? Tunakataa ili serikali ikae kwa barabara na kufanya mambo ambayo mwananchi alikuwa anataka. Kwa hivyo kwa sababu hali ya weather imekuwa mbaya, ningependa nimalizie hapo nikisema kwamba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama Jerusha mahali pema kule mbinguni mpaka ile siku ambayo tutakutana. Mimi sikupata nafasi ya kuja kufanya mchango, nafikiri ilikuwa jana. Tulikuwa tumeenda kule Eldoret mambo ya city, lakini ningependa nipatie ndugu yangu Joshua
shilingi 50 asaidie kunipalipa madeni kidogo. Alafu nipatie pasta pia kitu kidogo, si ndio? Sana preach vizuri. Alafu wamama wa kwaya pia wametembea hapa pia wakiimba. Wamama wa kwaya mko? Sema tawe. Mko chonjo. Asante sana.